Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mfuatiliaji na mtazamaji wa kipindi kizuri hiki au kujifunza Biblia kutumia mwongozo. Jana siku ya Jumanne huko na somo zuri linalosema warithi wa ahadi. Kwa neno la imani waliweza kurithi. Yes. Na sisi leo hii tunarithi pia. Tukiamini neno la nani? La Mungu. Hati neno ya Mungu. Yeah. Na kiapo chake. Basi tuanze kuomba tunapoingia kusoma leo. Nasema uwe hodari. Mungu wetu wa mbinguni, asante sana kwa wiki nzima hii ambapo unatuonyesha, unatuthibitishia kwamba Mungu wewe uliotuapia ni ya kweli na hakika. Sisi imebaki kudai ahadi yako kwa sababu kiapo chako tayari kimeshatoka. Tupatie moyo wa hodari sasa. Tupatie moyo wa hodari tunapozidi kuamini katika maneno yako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Ujasiri unautoa. Ujasiri ninautoa kwa mtu ambaye ananipatia ujasiri. Anayekupa kiburi. Anayenipa kiburi. Ni nani? Mwajiri wako ni nini? Mungu. Wewe. Mungu. Amina. Hongera sana. Sasa Mungu ndiye alikuwa anampatia ujasiri Yoshua, anasema be strong. Uwe hodari. Hebu sikiliza anapomwambia maneno kama haya katika fungu la 7 na mpaka la 9 la sura hii ya kwanza. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wako. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Wow! Kuna maneno mazito jamani. Amerudia tena, uwe hodari, uwe hodari. Wewe nenda tu sawa sawa na neno langu, mimi niko pamoja na wewe. Hivi ushawahi kuona unapoteza ujasiri? Umetoka kanisani au umetoka kwenye ahadi za Mungu, umetoka kusoma kwenye Biblia, lakini ukiingia mtaani, ukiingia Jumatatu ofisini pale, unahisi kama umepoteza ujasiri. Unadhani kitu gani kinachotuondolea ujasiri wa kuamini, wa kupambana? Kinachotuondolea ujasiri ni hofu. Hofu inatokana na nini? Kutokuamini. Na kutoamini kunatokana na nini? Kutokuamini kunatokana na kutokuwa jasiri. Na kutokuwa jasiri kunatokana na nini? Mashaka ambao mashaka yanatokana na nini? Hayo yote unazungumza ni matokeo. Yanatokana na yule muovu ambaye anatufikirisha kwamba sisi wadogo. Na muovu anatumia nini kutufikirisha? Anatumia hofu. Kwani anakuja mimi ninavyoona kama Mungu anavyotupatia ujasiri kwa kutuambia niko pamoja na wewe. Usiogope. Nimekupa nchi hii. Unajua ile maneno yanajenga ujasiri. Ndio maana Mungu anasema kaa kwenye maneno yangu haya, yasikutoke. Amina. Kaa kwenye haya maneno, niko pamoja nawe. Yasikutoke. Neno la Mungu ni roho na uzima. Yaani kadri unavyokaa kwenye lile neno ndio unapata ujasiri, ndio yanatimia sasa. Amina. Haimekaje? Sasa kinyume chake sasa shetani. Wewe umetumia dakika 2 kukaa kwenye neno. Alafu ukaenda kwenye mtandao. Picha na nini, hofu, tekwa nini. Hata mimi naweza katekwa. Mmefunga mlango. Wewe umeshatoka kuomba hapo sasa hivi. Umetoka kuomba lakini mmefunga mlango. Asiseme watu wasifunge mlango, lakini kunakuwa na hofu bado. Unajua kwa hofu inatokaje? Sawa, ulisikia yale maneno lakini mnong'ono unakuja. Lakini unajua wahuni wapi?
naona hela hapo, unaweza ukanigwa, unaweza ukakabwa. Kwa hiyo unasikia maneno yanakupa hofu, unapata picha fulani, unazipata picha ndio zinakupa neno. Unahama kutoka kwenye neno la Mungu linalokupa uhakika, ujasiri, uhodari, unakaa kwenye hofu, maneno. Naomba nikwambie, muoga ni muumini, jasiri ni muumini. Ila unaamini nini? Muoga anaamini uongo. Jasiri anaamini ukweli. Sasa wote, of course, wote wanaamini kwamba huyu anaamini uongo ndio ukweli, na huyu anaamini ukweli, of course, ndio ukweli. Lakini wote wanaamini, ila matokeo ni uwanja wa vita. Uwanjani wa vita. Sasa sisi kama warithi wa ahadi za Mungu, ili kuzirithi lazima tuwe majasiri. Angalia jinsi Paulo anavyotuelekeza namna tunavyotakiwa kujipanga na kuvaa silaha. Waefeso sura ya 6. Waefeso sura ile ya 6. Tutapokezana hapo 10, tuanze 10, anza hapo. 10 anasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa diria haki kifuani. Yoshua aliambiwa ili neno lisitoke mdomoni mwako. Na tena mahali pengine aliambiwa mwe mnaandika kwenye miimo ya mlango, vaeni. Sasa hapa anasemaje? Anasema kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana na uovu. Kweli, mvae kweli wapi? Mvae kweli viunoni. Simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa diria haki kifuani. Endelea. Na kufungiwa miguu utayari upatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkiitwa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya ule mwovu. Tena ipokeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi kisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Haleluya. Sasa zipigwe zisipigwe, lakini ni mahodari majasiri tu ndio wanaweza wakazipiga kabisa. Sasa unaweza kuzipiga na Goliath, huna silaha. Sasa unavaa silaha gani? Bulletproof. Ele mavazi ya kuzuia risasi za aliyokuwa anavaa Sauli. Sasa silaha za Mungu tuanze kuziona mara moja. Yoshua alitakiwa kwenda na neno. Kwa kifupi ilikuwa ndio hivyo. Uwe hodari, kaa kwenye neno. Lakini ananyambulisha hapa. Anaanza na nini? Kweli viunoni. Unajua Biblia inataja Mungu huwa anachunguza mioyo na viuno. Moyo na viuno. Sasa hivi viuno wakati mwingine hatuelewi. Uaminifu uko viunoni. Uzinzi unamaanisha we sio mwaminifu, nguvu zako unagawa. Unajua nguvu za uzazi, ndugu yangu, ziko viunoni. Sawa. Nguvu unampa nani? Sasa kweli ukiwa umeivaa hapa, una nguvu. Ujasiri unatoka wapi? Una nguvu. Ukweli ndio unatoa nguvu. Uifahamu hiyo kweli, na hiyo kweli inakupa nguvu ya kupambania ahadi za Mungu. Imekaje hiyo? Vizuri. Diria haki kifuani. Kama we ni mtu wa dhuluma, wewe ndio Gadi, Rubeni na nusu ya Manase, ninyi mmepewa, lakini hamtaki kuvuka kwenda kuwapambania wenzenu. Ni kama dhuluma, ni kama amfanye iliyo sawa, si hivyo? Mtakuwa na ujasiri wa kutetea urithi mliopewa? Hapana, itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo haki, mpende jirani yako kama nafsi yako. Haki kifuani. Haki kwa Mungu, haki kwa jirani. Inakupa ujasiri. Ukishakuwa muongo na mtu wa dhuluma, unaishi kwa woga tu.
na uwezi kurithi ahadi za Mungu na utazipoteza kama ulirithi. Lingine, kufungiwa miguu ya utayari wa injili ya imani. Musa aliambiwa toka, vuka. Sasa kama huna amani, ujasiri haujakupa amani kwamba mimi salama iko mikononi mwa Mungu, ninaenda kupambana, utavuka? Zaidi ya yote, ngao ya imani. Imani ndio ile ujasiri. Jana tulikuwa tunazungumza hapa ile hati ile hati. Yaani neno la Mungu, kiapo cha Mungu, niko pamoja nawe, usiogope. Utasimama, hutaanguka, niko na wewe. Lile neno, ile imani ile. Unapokaa kwenye lile neno sasa, inajenga ile imani. Yuko pamoja nao. Chapeo ya wokovu. Ninakumalizia hapa. Hebu unaweza kuelezea yote hapa tulipo. Chapeo ya wokovu. Chapeo ya wokovu. Chapeo ya wokovu inanipatia uhakika kwamba nimeshakombolewa, nimeokolewa, ninaenda kifua mbele, kwamba tayari mimi siko tena katika utumwa au ufungo. Amina. Misri. Kama Yoshua alivyoambiwa, nimewapa hiyo nchi. Lakini nawapa pia. Nyingine, na mwisho ni upanga wa Roho. Upanga wa Roho, neno la Mungu, na kwa sala na kwa maombi. Neno la Mungu ndio upanga. Ndio upanga. Unamgongea Goliath. Na kuja kwa jina la Mungu. Ninakuangusha wewe ambaye uliwatukana majeshi ya Mungu. Kwa hiyo kupitia jina la Yesu tunaangusha ngome. Yesu ni neno. Wao wanaweza kusema mbona unasema neno? Neno lenyewe ndio hilo jina lake hilo. Mamlaka yake, hekima yake, nguvu yake, uwezo wake, kama ilivyoshuhudiwa na manabii na mitume ambao zimejaa ahadi za Mungu. Tunapambana, lakini neno la Mungu limesema mimi ni kichwa, wewe unanikalia kichwa. Toka. Amina. Kwa jina la Yesu. Maana umeapili kwenye lile neno. Na shetani anaogopa lile, ni mamlaka pale. Yes. Chapeo ya wokovu, upanga wa Roho, umeshazungumza. Mkisali, amesema mkisali. Mkikesha, mkisali kwa wakati wa katika Roho, mkikesha kwa jambo hili, kudumu na kuombea. Unajua Yoshua alikuwa ni mtu wa maombi. Nakumbuka zile 40 Musa akiwa kule mlimani. Yoshua alikuwa pembeni pale. Musa anatelemka pamoja na Yoshua. Of course Yoshua alikuwa pembeni, kama ambavyo Yesu alikuwa anawaacha wakati mwingine pembeni, wanafunzi wake anasogea mbele kidogo. Yoshua alisogea pale kilimani akamwona, lakini alikuwa anaomba. Alikuwa, juzi tulizungumza kwamba Joshua huyu ndio alikuwa anamsaidia Musa vitani, ndio anakusanya majeshi ya vijana pale wanaenda. Alikuwa ni mtumishi mwaminifu. Alijifunza kwa Bwana wake maombi. Maombi yalikuwa ni silaha. Pale tunapata ujasiri kwenye kuomba. Pale tunapata nguvu ya kuamini, nguvu ya kubisha. Hata uwezo wa kuona. Bila imani huwezi kuziona hizi ahadi za Mungu. Unaweza kusema sidhani. Kwa hiyo unaomba mara moja? Hapana, mara nyingi. Kukesha. Sabato hata sabato. Kukesha. Sasa umezungumza vizuri. Kesha. Hapo tuongee kizuri. Unamaanisha nini? Kukesha. Kesha. Kutumia muda mwingi katika maombi. Kamba kutokatika, mawasiliano kutokatika. Yaani uwe ndani ya uwepo wa Mungu kwa sala zote. Sasa sisi tumekariri sala moja, ndio maana tunasema inawezekanaje? Ipo sala ya kusifu, ipo sala kama unaenda kama sala ya Bwana mwanzo mpaka mwisho, ipo sala ya kivita, ipo sala ya kushukuru, ya kudai. Inategemea na uko wapi, lakini huwezi kuacha kuomba, maana huko ndiko unakopata nguvu. Tunarithi ahadi, aturithi, lakini mapambano yapo. Tuwe ujasiri. Rafiki yangu, ni ujasiri hapa mna kulala. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, uliyemtia nguvu Yoshua, umetutia nguvu leo. Umemtia nguvu mtoto wako kwa neno hili. Sasa kamkamatishe kila mmoja wetu neno lako. Lisibanduke silaha zako. Tusiziachie. Tukapambanie urithi uliotupatia katika Kristo Yesu. Tubariki tena tunaporejea kesho kwa masomo kama haya.
kwa jina la Yesu, amen. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji kipindi hichi. Tumefika tamati siku ya leo Jumatano. Somo Mungu anasema uwe hodari. Amen. Mko pamoja na Arnold Rubinza. Enos Makalindile. Karibu sana siku ya kesho, siku ya Alhamisi, ambapo tunaenda kuangalia somo zuri linalosema kufanikiwa na kustawi. Amen. Karibu sana. Amen.